Katika safari yako kamwe huwezi kuja kufanikiwa kama unakosa kujiamini. Na leo nitashare na wewe mambo matano ambayo yanashusha hali yako ya kujiamini. Jambo la kwanza ni kujiongelea ama kujiambia maneno hasi. Kama wewe ni mmoja wa wale watu ambao kila wakati wanakumbuka mambo waliokosea kipindi cha nyuma, kujiambia maneno mabaya na kujilaumu, kamwe huwezi kufanikiwa katika safari yako. Either utakumbuka kipindi ambacho ulikosa goli la wazi, utakumbuka kipindi ambacho ulishindwa kufanya save ya muhimu katika mechi, utakumbuka kipindi ambacho ulijifunga na timu yako kupoteza mechi. Mambo haya yote kama utaendelea kuyaweka kichwani mwako na kujilaumu, basi huwezi kuwa na furaha ama kuwa na hisia za kujiamini. Katika kipindi kama hiki au katika hali kama hii, kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kujifunza kutokana na kilichotokea na kuendelea mbele. Usijiambie maneno hasi ambayo yatakukatisha tamaa na kukurudisha nyuma. Chukulia kama unamshauri ama unamtia moyo mtu wako wa karibu ambaye unapenda afanikiwe baada ya kukosea. Jambo la pili ambalo linashusha hali yako ya kujiamini ni kukwepa ukuaji. Katika safari yako ya mpira unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya hayo ambayo umeshayafanya katika kipindi hiki. Na ili ugundue kwamba una uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi ya hayo ambayo umeshayafanya au hayo mafanikio ambayo umekwisha kuyafikia, inabidi kujipa challenge mpya. Usiogope kufanya mazoezi binafsi na watu ambao wameshakuzidi mafanikio. Usiogope kutafuta timu ambayo ina changamoto nzito na kubwa kuliko hapo ulipo kwa wakati huu. Kumbuka katika maisha, kama unataka kufika katika level mpya, lazima uwe tayari kupambana na changamoto mpya pia. Na katika jambo ambalo watu wengi huwa wanalisahau ni kwamba unapofanya kazi ama unapokuwa karibu na mtu aliyekuzidi mafanikio, kuna mengi unajifunza. Jambo la tatu ni kukataa kupongezwa ama kukataa pongezi. Hapa inahusu sana pale unapofanya jambo zuri na watu wengine wanakupongeza. Kwa mfano katika mechi umefunga goli zuri sana, pengine umekuwa man of the match, pengine umekuwa mchezaji bora wa ligi, pengine umefanya jambo zuri ambalo limesaidia timu yako kupata point, lakini watu wanapokuja kukupongeza kwamba hongera kwa jambo lile, na unasema sio kitu, ni kawaida. Una train ubongo wako kwamba haujafanya jambo zuri na hauhitaji pongezi. Lakini unapokubali pongezi na kuambiwa umefanya jambo zuri na ukasema asante, una train ubongo wako kwamba umefanya kitu kizuri, na itakupa moyo na morali wa kufanya vizuri tena na tena kila utakapokumbuka hisia hizo. Kumbuka kwamba unapokataa pongezi ama unapochukulia poa pongezi, unajiambia ndani kwa ndani kwamba haujafanya kazi nzuri. Lakini unapozikubali, inaongeza hali yako ya kujiamini. Jambo la 4 ni kujilinganisha na wengine. Kuna msemo mmoja wanasema, comparison is the thief of joy. Unapojilinganisha na wengine ambao wamekuzidi, inaondoa furaha yako, na hapo ndio mwanzo wa kukosa hali ya kujiamini. Katika wakati huu tuliopo, mambo mengi sana yanaonekana kwenye social media. Maisha ya vijana wengi sana tumeweka attention yetu katika social media na kila kitu kinachoendelea kule, lakini tukumbuke kwamba mambo mengi yanayopostiwa online ni mafanikio na sio changamoto au magumu watu wanayopitia kabla ya kupata hayo mafanikio. Kwa hiyo unapoona mtu ambaye pengine ulianza naye kucheza naye shuleni, ulianza naye kucheza naye kwenye academy bado watoto wadogo, ama umeanza naye safari ya mpira popote pale, na sasa amekupita na amekuwa katika nafasi nzuri, pengine anacheza nje ya nchi au anacheza timu kubwa, na wewe bado hujafikia mafanikio ambayo mtu huyo ulianza naye yupo, kibinadamu inauma. Lakini unapojilinganisha naye na kuona kwamba wewe umefeli, ni kitu ambacho kinashusha hali yako ya kujiamini. Kitu kizuri ambacho unaweza kufanya katika hali hii kuongeza hali yako ya kujiamini ni kuangalia mambo positive au mambo mazuri ambayo yanaweza kuwa msaada kwake yeye kufika pale na wewe hujayafanya, kwa sababu kila mtu ameandikiwa kufanikiwa kwa namna yake. Kitu cha muhimu na kitu pekee pia ambacho natakiwa kuzingatia hapa, sio kujilinganisha na mtu yule ambaye amekuacha, lakini kujilinganisha na wewe namna ulivyokuwa jana na unatakaje kuwa leo. Jambo la 5 ambalo linashusha hali yako ya kujiamini ni kuweka thamani yako kwenye matokeo. Hapa nisikilize vizuri. Kama wewe ni mmoja ya watu wale ambao unapata hisia nzuri tu au hisia za kujiamini pale unapofanikiwa tu, basi maisha yako yote utaendelea kukimbiza kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako na ni ngumu sana kukifikia.
Furaha ya kweli inabidi ije pale ambapo unaona kabisa umefuata kila hatua. Sio kila wakati tutashinda kwa 100%, lakini namna moja ya kushinda ni kujiamini wewe mwenyewe kwamba nimefanya kila hatua ambayo nilitakiwa kufanikiwa. Hata kama sijafanikiwa, lakini hatua zote ambazo nilizipanga kuzipitia katika mipango yangu nimezifuata. Next time unapokuja tena kuanza upya katika mpango wako, unakuwa hauanzii kwenye sifuri, lakini unaanzia kwenye experience ambayo umeipata mara ya kwanza. Kwa hiyo isikuhuzunishe, isikutoe katika mchezo pale ambapo unashindwa kufanikiwa katika jambo. Tunaona timu nyingi katika mashindano pengine zinafika finali na zimecheza vizuri pengine kuliko timu zote ambazo zimeshiriki, lakini mwisho wa siku timu kama hiyo inapoteza. Na ni jambo la kuwa proud kwamba wamecheza katika kiwango na mipango ambayo waliitaka, lakini haiwezi kuwavunja moyo kupoteza kombe. Lakini next time wataanzia kwenye experience ambayo wameipata na changamoto ndogo ndogo ambazo zimetokea. Kujiamini ni moja ya nguzo kubwa sana katika kufanikiwa, lakini jambo kubwa, kumbuka kwamba kujiamini kutakuwa na maana sana na kutakutia nguvu pale ambapo utashindwa kufikia jambo lako, lakini utahitaji tena kwenda kwa mara ya pili kujaribu. Hadi wakati mwingine. Ismay Sadok.